We shall be learning with this subject, the price of salvation, gharama ya wokovu. Watu wa Mungu, before we understand about the salvation, we must understand about something called sin. Kabla tujaelewa nini kinachomaanishwa kuhusu habari ya wokovu, ni muhimu sana kujua kwa habari ya dhambi, kwa sababu if we cannot understand the power of sin, then it is so hard for us to understand the grace, kuielewa neema ya wokovu. Ili ujue nguvu ya msamaha, lazima ujue nguvu ya kosa. Ili ujue msamaha una maana kiasi gani kwenye maisha yako, it is most important ukaelewa kosa lilifanya nini, na kama usipokuwepo msamaha, what will happen in your life. So kabla ya mambo yote, kabla mwanadamu hajaanguka, kabla mwanadamu hajakosea, kabla mwanadamu hajapata neema ya kuokoka, kitu kimoja kilitokea kwenye maisha ya mwanadamu, ni kwamba a man was created by God. Na Mungu alimuumba mwanadamu according to his image and his likeness. Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, na kwa sababu Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, mwanadamu alikuwa na uwezo, alikuwa na capacity ya kupresent characters za Mungu. Alikuwa na uwezo wa kupresent characters of God. So ukisoma maandiko kwenye kitabu kile kwa kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, neno la Mungu anasema, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, ili akamiliki na kutawala. Nikukumbushe kwamba Mungu ana agenda, anazifulfili na viumbe mwanadamu na viumbe wanadamu, lakini pia Mungu ana agenda ambazo anazifulfili na viumbe wasiokuwa wanadamu. What I mean is God has personal dealings with men and God has dealings with non-human creatures. Maana Mungu ana activity anazifanya na malaika. Mungu ana activity anazifanya na viumbe wengine wa rohoni ambao sio wanadamu. Mungu ana activity anazifanya na miti, ana activity anazifanya na viumbe hai wengine ambao si wanadamu. Lakini inapokuja kwa kiumbe hai anaitwa mwanadamu, kuna priority Mungu ameiweka kwa huyu mtu. Kuna priority Mungu ameiweka kwa huyu kiumbe. So the kind of priority ambayo Mungu ameiweka kwa mwanadamu ndio kitu ambacho kinamtofautisha mwanadamu na viumbe wengine. Ile awareness, ule utashi ambao Mungu amempatia mwanadamu, ndio kitu hicho ambacho kinamfanya mwanadamu kuwa the most valuable creature before God. Mungu alimpendelea mwanadamu kwa kumpatia vitu extraordinary ambavyo hakuweza kuwapatia viumbe wengine. So tunaposema neema ya wokovu, tunazungumzia relationship kati ya Mungu na mwanadamu. Na hii relationship kati ya Mungu na mwanadamu kuna wakati ilipotea. That's why kilikuja kitu kinachoitwa wokovu. So what happened until ule wokovu kapotea? So nikilifaa back kwenye andiko ambalo nimelisema la Mwanzo 1:26, Mungu anasema, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Listen to this. Na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kwenye English version anataja maneno mawili, in our own image and our likeness, katika mfanano wetu na katika uhalisia wetu. So mwanadamu anaumbwa katika misingi ya kufanana na Mungu. Mwanadamu anaumbwa na kupewa kitu ambacho Mungu anacho. Mwanadamu anapewa personality ya Mungu. So this is a first thing ambacho kinamtofautisha mwanadamu na viumbe wengine. And then alipopewa likeness ya Mungu akaletwa kwenye ulimwengu mwingine. Mind you kwamba tumetoka kwenye ulimwengu wa roho, and then baada ya kuumbwa Mungu anamtoa mwanadamu, anamleta kwenye ulimwengu mwingine. Upi? Unaitwa dunia. Huu ulimwengu ambao tupo. Baada ya mwanadamu kuja hapa, Mungu anampatia vitu viwili. Kitu cha kwanza anamwambia assignment, kwa nini yupo ulimwenguni. So a man when he was created, akaletwa duniani, akapewa assignment, amekuja kufanya nini duniani. So anaambiwa kwamba nimekuleta duniani ili umiliki na kutawala. And then assignment ya pili ilikuwa ni kuspread na kuilima na kuitunza bustani. Maana ni kuendeleza ile kazi ya Mungu, kuendeleza presence ya Mungu ilikuwa Eden, iweze kusambaa the whole world. Nikwambie kwa ufupi kwamba Mungu alipomleta Adam duniani, alimleta kwenye place inaitwa Eden. Eden means the portal, ilikuwa ni lango la Mungu kuitembelea dunia. Eden was a portal ambayo Mungu alikuwa anaweza kuivisit dunia. Kwa Mungu anapotoka kwenye full presence yake mbinguni, anapokuja duniani mahali ambapo uwepo wake haujadhihirika kwa 100%, alishakuweka mahali fulani ambapo panaitwa Eden. Eden palikuwa pana presence ya Mungu, full manifestation of God's presence. Kwa anapokuja duniani alikuwa hahitaji kuorchestrate mazingira mengine ili kwamba aje. Alikuwa anakuja kwenye mazingira ambayo tayari ameshaanzisha, na yupo mwanae anaitwa Adam ambaye amewekwa pale bustanini. So uwepo wa Adam bustanini ilikuwa ni kwamba amekaa pale as God in the world. Alikuwa ni Mungu katika dunia. So Adam akiwepo Eden, no need of God to be there. That's why unakuta hata kwenye habari ya kuwapatia wanyama majina, Mungu hakuhangaika because alikuwa na
ambassador, alikuwa na mwakilishi wake duniani ambaye anaitwa Adam. So angalia position na priority ambayo mwanadamu alikuwa amepewa na Mungu. Adam akiwa pale Eden anafanya vitu kama Mungu. He is doing like God. So a man was created to live as God. Mwanadamu ameumbwa kuishi kama Mungu. My God, this is powerful. A man was created to live like God. A man was created to think like God. A man was created to do things as God. So there's no way a man could live without manifestation of God's character, kwa sababu DNA za Mungu zilikuwa ndani ya mwanadamu. Ninasema neno zilikuwa because something happened na ikavuruga system ya kimungu. So baada ya kuwa mwanadamu ameumbwa, ameambiwa kwamba ataenda kumiliki na kutawala. This is the meaning. Mungu anaposema mwanadamu anaenda kumiliki na kutawala, what did he mean? Alikuwa anamaanisha nini? Neno utawala ambalo Mungu alimwambia mwanadamu lilikuwa ina few meanings ambazo nitakwambia leo. Kutawala ambako Mungu alimwambia mwanadamu, maana ya kwanza ya kutawala ambako mwanadamu alipewa authority ya kumrepresent Mungu kwenye mazingira. Kwa tafsiri ya kwanza ya kutawala ni kwamba mwanadamu amrepresent Mungu, mwanadamu amwakilishe Mungu duniani. So tukianza na hiyo maana fupi ya mwanadamu kutawala, maana yake ni kumwakilisha Mungu duniani. Popote ambapo Adam alikuwepo means God was there. Pale ambapo Mungu alihitaji kuwapatia wanyama majina, hakuhitajika Mungu ashuke kwa utukufu wake, means representative wake alikuwa pale. Adam alikuwa pale. Chochote ambacho Adam alikisema kwa wanyama kilikuwa hivyo. Aliposema utaitwa simba, yule simba aliitwa simba. Aliposema utaitwa chui, wanyama walipokea majina according to what God was thinking. Kwa akili ya Adam, it was the mind of God. Powerful. Kwa mwanadamu aliumbwa ili kwamba aje atawale, kwa tafsiri ya kwamba aje amuwakilishe Mungu. So a man was created as a representative of God, as a representative of God. Lakini tafsiri ya pili ya kutawala, a man was created to govern. Mwanadamu aliumbwa ili aje asimamie vitu, aje asimamie uumbaji wote wa Mungu. The whole creation in the world, mwanadamu alikuwa positioned. One of the reason kwa nini Mungu anamuumba mwanadamu at the last time ili kwamba aje ampatie dominion over all things that he has created. Mungu alimweka mwanadamu, alimuumba mwanadamu siku ya mwisho ili kwamba aje ampatie dominion na utawala juu ya vitu vyote ambavyo tayari alikuwa ameshaviumba. So tunaposema kwamba mwanadamu amekuja kutawala ulimwenguni means he was given dominion. Alipewa utawala kwenye milki zote, kwa viumbe wote, na kwenye kila kinacholuka na kila chenye kutambaa. So tafsiri nyingine ya kutawala ilikuwa ni kugovern, kusimamia. Anasimamia nini? Anasimamia kazi za mikono za Mungu. So Mungu aliumba, lakini msimamizi aliyowekwa juu ya hivyo vitu vyote was man, alikuwa ni mwanadamu. But another meaning ya kutawala, it was the utilization of authority. Tafsiri nyingine ya kutawala ilikuwa ni matumizi ya mamlaka. Mwanadamu alipoumbwa aliwekwa kwenye kiti cha utawala, kiti cha mamlaka, ambao kwenye kile kiti alikuwa na uwezo wa kuamuru vitu, alikuwa na uwezo wa kuviamuru vitu na vikarespond, alikuwa na uwezo wa kutaja majina na yakawa hivyo. Alikuwa amekashwa kwenye the throne of authority, kiti cha mamlaka. So anaposema mwanadamu aende akatawale means alimpatia authority, akampatia legality ya kutumia authority aliyompatia. Narudia tena, mwanadamu alipewa mamlaka, alipewa kibali cha kuutilize mamlaka uliopewa. Unaweza ukapewa mamlaka na usipewe kibali cha kuyatumia. For instance, kiongozi yoyote ambaye amesimamisha majukumu yake means ana mamlaka, lakini mamlaka yake yako pending. So mwanadamu alipewa mamlaka and then mamlaka yake yakaruhusiwa kuingia into application. Huyu ni mwanadamu. This is you, this is me. Mungu alimuumba mwanadamu kwa this kind of aims. Mungu alimuumba mwanadamu kwa malengo ya design hii, kwa malengo ya design hii. But tafsiri nyingine ya mwanadamu kutawala, it was a man to put things in order. Mwanadamu aweze kufanya mpangilio wa vitu. Listen, Mungu aliposema nenda katawale, maana yake alimwambia mwanadamu go and put things in order. You are the one to put things on order. Kwa mwanadamu aliumbwa aje ulimwenguni, aje rearrange dunia ikae kwa namna ambayo Mungu anataka ikae. So I'm here as a man, you are there as a man, so as to put things in order. Vitu vya familia yako, vitu vya ukoo, vitu vya kazi, vitu vya watoto, anything concerning man, you have to put it in order, you as a man, kwa sababu Mungu alimuumba mwanadamu kuja kuviweka vitu in order, kuvifanyia vitu vikae kwenye mpangilio. Kwa ukiona kuna some patterns za tabia ambazo hazieleweki, you are the one as a son of God, you are the one as a daughter of God,
by the authority that God gave you to enter into application so as to set things in order, kuviweka vitu vikae kwenye utaratibu unaotakiwa. Watu wa Mungu, listen to me. Mwanadamu ni msimamizi, nimesema, wa mapenzi ya Mungu duniani, but you are legalized in the spirit to put things in order. That's why 90% ya mambo ambayo unamwomba Mungu afanye, Mungu anakusubiri wewe usimame ili kwamba vitu vitokee. 90% of things that we wait for God to do, God is waiting for us to stand and then things will happen. My God, this is very powerful. This is very powerful. Very, very powerful. 90% ya mambo ambayo we are waiting God to do on them, then God is waiting for us to do it. Mungu anasubiri sisi tufanye. Why? We have been given authority to put things in order. Sasa angalia, hayo mambo yote hayo ambayo nimekuelekeza, hayo mambo yote ambayo nimeyasema, mwanadamu alikuwa nayo. So mind you, wakati mwanadamu anapewa hivi vitu, anapewa hii kofia, anapewa hizi ofisi zote za utawala kama nilivyokuambia, na kuna kwenye lile andiko la Mwanzo 1:26 nasema kwamba na tumfanye mwanadamu kwa sura na mfano wetu ili akamiliki na kutawala. In that scripture anasema wakatawale ndege wa angani, wakatawale samaki wa baharini na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Anaposema ndege wa angani, he is not talking about birds. Azungumzi ndege hawa wa kuruka tu. He is talking about ulimwengu wa roho za anga. And ametupatia mamlaka juu ya roho zote za anga. The spirit that owns over the heavens. Nguvu zinazotawala kwenye mbingu. Why? Kwa sababu na mbingu ya kwanza, mbingu ya pili na mbingu ya tatu. Maandiko yanasema kwenye mbingu ya tatu ndipo mahali ambapo Bwana ameweka kiti chake cha enzi, na duniani ndo mahali pake pa kuweka miguu. Alafu kwenye mbingu ya kwanza na mbingu ya pili ndo the headquarters za shetani. Listen to me. Maandiko yanasema Daniel alipotia nia kuomba siku ya kwanza, majibu yake aliachiliwa, lakini mkuu wa anga la Uajemi alimzuia. Means kwenye anga ya kwanza na anga ya pili ndo mahali ambapo the central power of darkness is operating. Kutoka hapo shetani ana orchestrate magonjwa duniani. Kutoka hapo shetani anafanya operations za kuwatesa na kutocha wanadamu. From the first and the second hemispheres, kwenye hizi mbingu ya kwanza, heavens, first heavens and second heavens, hapo ndio pana central headquarters za shetani. So mwanadamu amepewa authority ya kudominate over the heavens. Mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, we have power to own over them. Asema mkatawale ndege wa angani, means the power of heavens. Wakuu wa anga wanaotawala kwenye anga, we have been given authority to rule over them, to make a command over them, to destroy, to distract, to take away and to plant. Maandiko yanamwambia kwamba nimekuweka juu ya mataifa ili uweze kuharibu, kung'oa, afa ili kwamba uweze kupanda na kusimamisha. So we have been given authority over the powers of heavens. Asema samaki wa baharini. He is not talking about fish, watu wa Mungu. He was talking about the marine kingdom. Alikuwa anazungumzia ufalme wa majini. So a man has power over the marine creatures. Viumbe wote wa majini ambao they rule from the nguvu, center of power yao iko majini. We have power over them. So if there are any demons operating from the marine seasons, then we have power over them. Kama kuna nguvu zozote ambazo zimetokea kwenye ulimwengu wa maji, then we have power over them. Demons, darkness powers, rulers, kings, principalities, everything that comes from the marine hemisphere, then we have power over them because we have that office to operate. Mungu ametupatia mamlaka ya kuoperate juu yao. So we've been given power to own over the heavens, second to own over the water, and third is to asimana kila kitu ambacho chenye kutambaa, and then we have power over terrestrial creatures, viumbe wanaotembea juu ya nchi, we have power over them. Mungu ametupatia kumiliki na kutawala. So that was before the fall. Hiyo ilikuwa ni kabla ya anguko. Mwanadamu he was such might. Mwanadamu alikuwa na hizo nguvu. God has that, a man has that power to do those all things. So kumbuka, all this time mwanadamu anapewa this kind of order, aje duniani kuja kutawala. At the same moment duniani kwa kuna the fallen creatures. My God, in the world there was fallen creatures. Walikuwepo viumbe wengine ambao walikuwa sio wanadamu, lakini walikuwa wameanguka. Walikuwa wameanguka kutoka wapi? Walikuwa wameanguka kutoka kwenye systems ya Mungu ya utendaji kazi. Nani huyo? Alikuwa ni adui Ibilisi pamoja na malaika zake walioasi. So